Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Amma baad, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada na rahma Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi kusema alhamdulillah kwa afya njema. Insha Allah kheri na ndugu zetu walikuwa wagonjwa walioko mahospitalini, Mwenyezi Mungu awajalie shifao waweze kurudi katika hali zao za kawaida. Tuko na mwendelezo na maalimu wenu Maalim Zaiko, bimaana kwamba tuko katika hali ya kupata mambo mbalimbali, faida mbalimbali, lakini leo ndugu yangu bimaana kwamba tuko katika hali ya kuweza kusema miujiza ya Qur'ani au maajabu ya Qur'ani, lakini leo tuende tukaizungumzie sura ya 98 au tunasema ni suratul Bayyina yenye aya 8 peke yake, lakini tukaielezee katika maajabu ya kuweza kuzuia au kukinga au kutibu tatizo la kuharibika kwa mimba, hususan kina mama kuharibika. Kuna wengine wamekuwa na hali au tatizo la kuharibika mimba. Unakuta mtu anabeba ujauzito unaharibika. Basi tukaguse kwa uchache kwanza sababu zinazoweza kupelekea kuharibika kwa mimba, alafu tuingie katika hali ya kujua faida ya kuweza kuondosha hilo tatizo kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala kupitia suratul Bayyina. Katika miongoni mwa masuala kama hayo tunaweza kuzungumzia masuala matatu kwa mwanamke kuweza kuharibika kwa mimba yake kuharibika mara kwa mara. Kuna mambo matatu ambayo naweza kuyazungumzia, yanaweza kuwa ni asbabu ya kuweza kuharibika kwa mimba. Jambo la kwanza ni ndugu zetu hawa, bimaana kwamba wanawake, au nazungumza na nyinyi wanawake bimaana kwa baadhi yao, sio wote, yani baadhi yao wanakuwa wanatumia sana uzazi wa mpango, yani kuchoma yale masindano au kuweza kutumia majira au mavidonge yalikuwa hayana maana. Kwa kufanya hivyo, bimaana kwamba hupelekea ile kizazi chake kuweza kuwa katika hali ambayo ya kukosa ule uhai na kuweza kupelekea bimaana kwamba tatizo hili la kuweza kuporomoka mimba mara kwa mara. Lakini jambo la pili ni pale ambapo bimaana umekumbwa na uchawi, bimaana kwamba umeweza kuchukua uchawi, katokea mtu mwenye hasadi yake akakuhusudu wewe kwamba usiweze kupata mtoto, ikawa ni sababu. Tunajua kupata kwa mtoto ni kadari yake Allah subhana wa ta'ala. Kwa hiyo hatuamini kwamba bimaana kwamba uchawi upo, tunaamini uchawi upo na unaendelea kufanya kazi. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilogwa. Kwa hiyo tunaamini uchawi upo. Kwa hiyo unapoweza kuzungumzia swala kama hilo, bimaana unapotumiwa uchawi na kuweza kukaa kwenye kizazi na kuwa ni asbabu ya kuwa mimba zako kuporomoka. Lakini vile vile tunapozungumzika jambo la tatu ni pale ambapo anapotumwa shetani anayoitwa kwa jina la Banu Ubail. Shetani wa kijini anapotumwa anakuja kukaa katika kizazi chako na kukifanya. Ndio maana baadhi ya kina mama huweza kujiona kwamba anaona tumboni kama kuna mtoto anacheza, kama vile mtoto aliotimiza umri wa bimaana kwamba siku 120, lakini akienda hospitali kwenda kupimwa anaambiwa huna ujauzito, lakini tumboni kunacheza kama kitu. Bimaana huyu ni shetani ambaye aliyeweza kuenda kutengeneza makani maalum katika kizazi kwa ajili ya kuweza kukuletea shida mbalimbali. Tuende sasa tukaangalie hali au namna ya kuweza kuondosha tatizo kupitia suratul Bayyina. Yote haya yanatendeka kwa yakini. Uwe na yakini kwanza katika nafsi, alafu ndipo uendee haya maswala, Allah atakujibu wewe. Kwanza kabisa bimaana kwamba mtu aandae maji. Baada ya kuandaa maji yalikuwa masafi kabisa, ambayo unajua haya ni maji ya kunywa, yaeke mbele yako. Baada ya kuyaweka mbele yako vizuri kabisa, bimaana kwamba maji hayo kaa kitako, elekea kibra ukiwa na uzu kamili, alafu eka manuizi ya kuweza kuzuia kwa kuharibika kwa mimba mara kwa mara. Baada ya kuweka ile nia, ndio maana tukaambiwa innamal a'mal biniyati mpaka mwisho wa hadithi, bimaana kwamba kila kitu kinalipwa kutokana na nia. Bimaana baada ya kuweka nia kwamba lengo lako ni nini, baada ya hapo isome suratul Bayyina mpaka mwisho.
mara 7 kwa kuyasomea yale maji. Baada ya kufanya hivyo, maji hayo utayahifadhi, utakuwa unakunywa asubuhi na jioni, bimaana kwa siku 7 mutawaliyati zenye kufatana. Alhamdulillah, kwa baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala, tatizo hilo litakuwa ni lenye kuweza kuondoka kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bado kuna madini mengi, bado kuna vitu vingi vinazunguka katika kichwa. Ni wewe tu kuweza kutenga na wewe muda wako kuweza kufuatilia darasa hizi adhimu sana. Sina la ziada katika siku ya leo, tukutane katika vipindi vinavyofuata. Niseme tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.